ambayo sio mzuri, akatuelekeza njia hiyo, lakini niashukuru Mungu kupitia Yesu Kristo, maana miaka baadaye Biblia inasema ya kwamba Yesu mwana wa Mungu akakuja kama Adamu wa pili, abadilisha yale mambo ambayo Adamu wa kwanza alitenda. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Adamu wa kwanza alituletea kifo, Adamu wa pili anatuletea uzima wa milele. Amen. Adamu wa kwanza alitupoteza, Adamu wa pili anaturudisha kwa Mungu. Amen. Bwana asifiwe. Amina. Lakini ukweli ni kwamba lazima kila mtu afanye uamuzi. Lazima kila mtu afanye uamuzi, kwa sababu Mungu na ni mzuri sana. Sababu imesema kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu akamtoa mwanawe pekee, ili kila mmoja muamini apotee asipotee, bali awe na uzima wa milele. Mungu na hiyo upendo yake yote hatapeleka mtu mbinguni cha lazima. Bwana asifiwe. Amen. Mungu na hiyo upendo yake mzuri na hiyo mambo yake yote hawezi kukuchukua cha nguvu akuambie wewe ni mtoto yangu, lazima utakuja mbinguni ati upende usipende. Mungu afanyangi hivyo. Mungu anataka wewe uamue. Amen. Anataka wewe uamue, anataka mimi niamue. Kama unataka Yesu, wewe utaamua. Kama unataka wokovu, wewe utaamua. Kama unataka uzima wa milele, wewe utaamua. Kama unataka kwenda mbinguni, wewe utaamua, sababu ameweka mbingu na jehanamu. Bwana asifiwe. Amen. Na wanadamu ndio wa kuamua. Penye mtu ataenda hata sukumiliwa huko ndiye aliamua kwenda kabisa. Bwana asifiwe. Amen. Sijui kama mnaelewa, Biblia inasema tutende tu yale mambo yote tunatenda hapa duniani, sababu ukikufa matendo yako inakufuata, inaambatana na wewe mwenyewe. Matendo yako inakufuata. Na kwa sababu hiyo Wakorintho 5:10, Wakorintho wa pili 5:10 inasema hivi: sisi wote tutasimama mbele ya kiti cha hukumu cha Kristo, ili kila mtu aseme mambo yake vile yalivyo. Na alafu Biblia inasema mstari wa 11, tukijua hiyo ghadhabu ya Mungu, tukijua hiyo hasira ya Mungu, tukijua hiyo hasira ya Mungu, tunawashurutisha watu wafanye maamuzi yaliyo mazuri. Kama utaamua Yesu awe Bwana, ninakushurutisha katika mkutano huu ufanye maamuzi, umkubali Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Nimekuja hapa nikushurutishe, nijaribu kukusaidia, nijaribu kukueleza, bila Yesu hakuna mbingu, bila Yesu hakuna uzima wa milele, bila Yesu hakuna kumuona Mungu, hakuna. Amen. Hiyo ni kweli. Tusidanganyane. Kila mwanadamu ako na nafasi ya kuamua umilele yake itakuwa wapi kabisa. Na Mungu hakutuacha hivyo. Akamtoa Yesu. Yesu akakuja kama mwanadamu, akafa pale msalabani, akalipa deni ya dhambi ya wanadamu, deni yenye Adamu alituingiza ndani, deni ya dhambi ambayo hatungelipa. Mungu akatulipia kupitia Yesu Kristo, na Mungu anasema yeyote amwaminie hatapotea, yeyote amwaminie atapata uzima wa milele, yeyote atakubali Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yake anapata uzima wa milele kabisa. Amen. Amen. Mzee anaweza kuwa amelala, lakini wewe na mimi bado.
Yeye anaweza kuwa alifanya maamuzi yake yenye hatuwezi kujua ni gani, lakini wewe na mimi bado tuko na nafasi. Tumepewa nafasi ingine ya kuamua. Tumepewa nafasi ingine ya kuamua kama tunataka Yesu ama tunataka shetani, kama tunataka mbingu ama tunataka jehanamu, kama tunataka uzima ama tunataka mauti. Tumepewa nafasi ya kuweza kuamua, na ndio sababu Mungu anatengeneza mikutano kama hii, ukuje tukufurutishe, tukwambie ya kwamba njia ambayo unaenda mpendwa sio mzuri, maamuzi ambayo umefanya sio mzuri. Badilisha hiyo maamuzi, umkubali Yesu kama Bwana na Mwokozi ya maisha yako. Amen. Unajua saa ingine wanasemanga wahubiri sisi ni wajinga, lakini ujinga kama itanipeleka mbinguni, afadhali niwe mjinga kabisa. Kama ujinga itafanya nipate uzima wa milele, afadhali niwe mjinga badala ya kuwa mwerevu na nitokomee jehanamu. Afadhali niwe mjinga na niwe mjinga ya Yesu. Niwe mjinga ambaye ninafuata Yesu. Penye Yesu anataka ninaenda pale, penye ananiambia nifanye, kwa sababu Yesu peke yake ndiye suluhisho ya wanadamu kabisa. Niliwaambia nitatumia muda kidogo, na nafikiria karibu nimalize. Sitaki mvua iwanyeshe hapa. Nataka tuweke mzee mapema, na nyinyi pia muamue mapema. Bwana asifiwe. Amen. Mzee mmoja Maasai alikuwa anachunga kondoo. Sasa huyu mzee, kuna kondoo kadogo kalizaliwa kwa kondoo zake, kalikuwa na maridadi mzuri sana, na kalikuwa kakondoo kandume. Na huyu mzee alikapenda sana. Alikuwa akikabeba wakati wanaenda malishoni, sababu ya ile kala kalikuwa nayo. Akawa anacheza na hiyo kondoo na akaanza kumfundisha kupigana. Na kwa hivyo walikuwa wakienda, wanaenda malishoni, anatoa hiyo mtoto ya kondoo, anakuja anamweka hapa, wanaanza kulumana na yeye kichwa. Na mtoto ya kondoo akawa anafurahi, maana amepata mtu ya kucheza naye kichwa kwa kichwa. Wakati wale kondoo wengine wanakula huko, yeye ana kichwa yake na ya mchungaji. Hii kondoo inaendelea kuwa kubwa, ikawa inarudi nyuma kidogo, mzee anaweka kichwa, inakuja wanagongana, kondoo anakuruka pande hii, mzee anaenda pande hii, na kondoo anafurahi. Sababu hiyo ndio game yake kabisa. Na wakaendelea muda mrefu mpaka kondoo akakuwa mkubwa. Lakini kwa sababu wanachezanga na huyu mzee, ilikuwa tu ni mchezo yao ya kawaida. Siku moja wakati mzee ameenda kuchunga, akatuacha kondoo zinakula huko, akakaa chini ya miti kama hii akiziangalia vile zinakula, na usingizi ikakuja kidogo. Ilipokuja kidogo, saa amekaa pale, akanainamisha kichwa namna hii, akainamisha kichwa namna hii. Alipoinamisha mara ya tatu, kondoo akajua saa ya game imefika. Kondoo akajipanga vizuri, akakuja. Kwanza alikuja polepole, akaona bado mzee anainamisha kichwa. Najua kondoo hakujua ati ni kausingizi kanasumbua mzee. Kondoo anajua ni wakati wa game, wakati wa kucheza imefika. Wakati ambapo alinamisha mara ya 4, kondoo akarudi reverse kidogo, na akakuja na force, akatandika kichwa ya mzee, ikapasulikia kwa mti, na mzee akakufia hapo hapo. Makosa ni ya kondoo ama ya mzee? Simu nisaidie, makosa ni ya nani?
Kondoo si ameua hii mzee. Lakini makosa ni ya kondoo ama ya mzee? Bwana asifiwe. Amen. Sasa niwaambie hili. Dhambi hizi unaona tunatenda zinaanzanga kakiwa kadogo. Haianzaki kiwa kubwa. Dhambi inaanzanga kakiwa kadogo. Unachezanga tu nayo namna hii, unacheza namna hii, kumbe inakuwa. Kumbe dhambi ina grow. Wakati ambapo utakuwa hautarajii itakugonga mpaka kaburini kabisa. Mwami awagasi zino. Amen. Mwami si awagasi. Amen. Mwami awagasi. Amen. Nataka niite huyu. Lakini kabla sijaita yeye, mimi nataka mtu afanye uamuzi hapa. Mwenye anataka upande wa Yesu. Hisi kitu tunapendelezana. Kama unataka Yesu, unainua mkono, tunaomba na wewe Yesu anakuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Kama hutaki Yesu, usiinue mkono, wache ikae chini, ukae namna hiyo. Kwa sababu uamuzi ni yako. Wewe kama unataka kwenda mbinguni, wewe ndio utaamua. Ndio tunaambianga Mungu atuweka mtu mahali pema peponi. Sisi ndio tunasemanga hivyo. Mmeshawahi ona andiko kama hiyo inasema tuambie Mungu mahali ataweka watu yake? Watu ndio wanaamuanga kwenye wataenda. Watu ndio wanaamua. Akikufa hapa anakuwa ameamua kwenye anaenda. Mtu mwenye anaenda mbinguni anakuwa amekubali Mungu. Mtu mwenye haendi mbinguni anakuwa hajakubali. Hata tuambie Mungu aweke awe kandi kabisa. Sisi ni nani tuamurishe Mungu chenye atafanya? Hakuna. Nataka tusimame. Mimi sitakuita tukuja hapa, lakini nitakwambia uinue mkono wako juu. Niombe na wewe. Kama unataka Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako, kama unataka uzima wa milele, kama unataka kwenda mbinguni, kama unataka Mungu akusamehe dhambi na makosa yako, uinue mkono wako juu. Nataka tuombe na wewe. Nataka nikuombee upate uzima wa milele, ili Yesu anapokuja akute ukiwa tayari. Basi ametenda maajabu na siwezi kueleza, siwezi kueleza, hakika siwezi kueleza. Ametenda maajabu na siwezi kueleza, ametenda maajabu. Wagonjwa na siwezi kueleza, siwezi kueleza, siwezi kueleza. Ametenda maajabu na siwezi kueleza, ametenda maajabu. Ni wewe tu hapo, nataka uzungumze kitu, useme Bwana, katika maamuzi ya maisha yangu ni mimi mwenyewe naweza kuamua kama naweza kufika mbinguni ama mimi nitaenda jehanamu. Hata maamuzi ya familia yako wewe mwenyewe ndio unaamua.
Kwa hivyo nataka umwambie Bwana, nataka unisaidie muda ambao ningali ninaishi hapa duniani, nifanye maamuzi ambayo yanaweza kunisaidia nifike kwa malengo ya maisha yangu. Nataka umwambie tu Bwana, hapa nisaidie. Mwambie tu Bwana, nataka unisaidie, nataka nifanye maamuzi mazuri, na wakati nafanya hii maamuzi, Mungu kawe mtangulizi wa maamuzi haya. Mungu kaweza kunisaidia, kwa sababu siwezi kuishi vile ninavyokaa. Maana pengine ukijiangalia, ona vile unavyokaa, ona maisha yako, ona unaelekea wapi, ona ni nini ambacho umekuwa ukifanya, ni nini ambacho kimekuzuia huwezi kumwishia Mungu. Mwambie Bwana, nataka unitoe hapo, unisaidie kama mtoto wako. Tukiwa katika hali hiyo, tunataka tuombe. Tulisema usimame, waje kuchoka mapema. Tunaomba maombi, wanaombanga kama watu wamesimama, waombangi kama watu wameketi chini. Kama uko hapa umesikia hilo neno na unasema mtumishi, nimeamua nataka nimtambue ama nimjue huyu Bwana Yesu, nataka nikwambie, siku hii ukuja hapa, nimesema inua tu mkono ambao uko mahali uko, inua tu mkono wako, sema hapana, angalia mwenzako, tufunge macho, inua mkono wako tu, sema mimi nimeamua, nataka sikuleti kwa kanisa langu. Wewe utafanya maamuzi yako wewe mwenyewe mahali ambapo unaelekea. Nimesema uinue mkono wako juu kama unasema mimi nataka nifanye maamuzi. Nataka kuomba na wewe ukiwa hapo tu. Mungu atasikia na atakufanyia jambo ambalo si kawaida. Nataka kuomba sasa. Kama umeinua mkono juu, nataka urudie ombi nyuma yangu. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Sema kwa sauti, Bwana Yesu. Bwana Yesu. Nimesikia sauti yako. Nimesikia sauti yako. Na mimi mwenyewe. Nimegundua. Nimefanya dhambi. Nimetoka kwa mpango wako. Siku ya leo. Nafanya maamuzi. Ya kukubali. Yesu. Wewe uwe Bwana. Na Mwokozi. Wa maisha yangu. Unisamehe dhambi zangu zote. Andika jina langu. Kwa kitabu cha uzima wa milele. Futa majina yangu kwa vitabu ya mauti. Asante Bwana Yesu kwa kuniokoa na kuniponya. Nitumie Roho Mtakatifu aniongoze kwa maamuzi mazuri ya kukujua wewe. Asante. Nimeokoka. Yesu ni Bwana kwa maisha yangu. Ninaomba Baba Mungu katika jina la Yesu, wewe ni Bwana. Ninakushukuru kwa sababu ya hilo neno lako. Ninakushukuru kwa sababu ya mtumishi wako ambaye ametuleta neno hili, na neno hili limepata nafasi ndani ya mioyo yetu. Saidia huyu mama, saidia huyu mzee, saidia huyu kijana anapofanya maamuzi haya. Mpe mwongozo wa Roho kufikia malengo ya wokovu wake katika maisha ambayo anaishi hapa duniani. Msaidie na umtoe katika giza, umweke katika mwangaza. Kazi za shetani, kazi za mapepo, kazi za visirani, vitu ambavyo vinafunga watu wako wasiweze kufunguliwa macho na kuona mahali ambapo wanaenda, nataka kukataa. Baba, wengine wamepotelea katika anasa, wengine wamepotelea kwa uzinzi na usherati, wengine wamepotelea kwa pombe, wengine wamepotelea Baba Mungu kwa mambo ya giza, mambo ya ushirikina, mambo ya uchawi. Leo nimesimama katika uwanja huu, nataka kukataa na kubomoa na kuharibu na kukemea kila aina ya mizigo ndani ya maisha yao katika jina la Yesu Kristo. Paweze kushindwa. Roho Mtakatifu uchukue nafasi ndani mwao, wapatie mwelekeo, wakutukuze, wakubariki. Sifa na heshima zikurudie, na ni kwa jina la Yesu tumeomba na kwa sote tuseme amen. Pigia Yesu makofi.